Mchungaji Safi pamoja na mama. Sisi kama mnavyoona hapa ni idara ya shule ya Sabato na hawa ni subordinates wangu. Kwa hiyo tuliona tuwasaidie kitu kidogo kutokana na huduma yenu ambayo mmetupatia kwa takriban siku hizi 10. Ni zawadi ndogo lakini naamini wote mtaifurahia. Kwa hiyo mimi na jambo langu tunawashukuru sana, tunawapenda sana, na zaidi ya yote Mungu akawape maisha marefu yenye baraka na mkapate watoto wazuri. Kisa Mungu akubariki. Hili jogo basta na vijana. Naweza ukashangaa umechoka hata hivi kama sana. Mungu awabariki sana. Mtu wa Mungu nitolea watu wakati kanisa la Adventista Sabato nzuri. Nilimwambia basta asante. Shule Sabato. Asante kwa Mungu awabariki. Sana wiki hii neno kubwa ambalo alikuwa ananishauri tuondoke tuingie shambani tukamalize kazi. Tunaomba kanisa la Sabato Nairobi. Tumetoa shukrani sana kwa kile mchungaji alichofanya katika siku 10 za maombi. Mchungaji, jambo lilofanya ni kubwa sana. Itatusaidia katika maisha yetu hadi Yesu ajapo. Mungu akubariki sana wewe familia. Labda kama mama anataka kusema, ataendelea mchungaji atazungumza sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama familia ya Pastor Safi tunawashukuru sana kanisa la Luguruni kwa support yenu, na asanteni kwa kutia moyo mchungaji kwa siku 10.
kwa sababu alikuwa anakuja kwa ajili yenu na nyinyi mlikuwa mnaonyesha mwitikio mzuri. Bwana awabariki sana. Zaidi tunaomba tuendelee kutuombea tunapokuwa tukiendelea kutumika. Basi tuendelee kutumika kwa uzuri sawasawa na mapenzi ya Mungu. Endelee kutuombea sana sana na Mungu atazijua. Kwa sababu sisi hatuna kituo maalum cha kutumika, hatuwezi kujua mipango ya Mungu ni mingi. Shangazi kwa kweli tutajikuta tuko mtaani. Lakini basi kikubwa hata kwa tutakapokuwa au hata tusipofika hapa, basi tunaomba muendelee kutuombea tu ili tutumike kwa uzuri zaidi kwa utukufu wa Mungu. Asanteni sana hata kwa zawadi zenu. Tumezipokea kwa moyo wa shukrani. Pale mlipotoa, Bwana aweze kuwabariki zaidi. Asanteni sana Luguluni. Bwana awabariki. Utamwona Zika utampatia kitabu cha kujifunza pamoja, alafu nitalipia. Mpatie kijana, maana ni kitabu ambacho kinamwezesha mtu kuwafikia watu wa nje kwa dini, dhehebu lolote. Kwa hiyo sababu ikiisha, tutafute kitabu mpatie, maana kwa nipatia shuhuda kwa majukumu yake, aliongea na watu kwa habari ya Injili. Lakini yote kwa yote, sina maneno mengi, nimewapenda. Mungu awabariki sana. Amen. Nimekuwa nikiomba na watu kadhaa. Ninaomba kwa idara ya wazee, ninatoa hii namba kwa ajili ya kutiana moyo. Unaweza kutumia ujumbe kwamba mchungaji niombee kwa ajili ya kitu fulani, nami nitakuombea. Lakini pia ukinitumia message na mchungaji na kuombea popote pale vipi, unaweza kupiga simu nisipokee. Lakini nikitulia kwa nawaambia wote pamoja nitafuta, ila mtu wa kwanza kwa masuala ya kazi mtafute baba yangu wa kiroho kwa Sanjia. Ni mzazi wangu wa kiroho kwa sababu ananilea, tunaelezana, tunaoneana. Lakini kwa jambo la kawaida kama siku 10 za maombi tutakuwa pamoja, maombi na nini kwetu msema. Ila la utendaji tu nitakupepa vizuri. Bila wewe kujua kwamba tunaelekea hapa. Maana tunapanga yetu ya kazi. 0672 76 19 namba tunaisi. Alawa yes. 0672 76 ndio 19 Mungu awabariki na ninawaombea baraka za Bwana siwe pamoja nasi hata mwisho wa wakati. Amen. Tunatotia nguvu katika safari yetu ya kurudi kwa Kristo wa pili. Pengine baada ya siku 10 hizi, wengine tunaanza tukatawanyika sehemu mbalimbali za nchi, kila mahali watu wakaenda huko na huko, lakini kwa neema ya Bwana tukakutana kuunganishwa na maombi haya tuliyopata hasa katika siku ya leo. Mungu awabariki. Lakini kabla tujafunga, namkaribisha mfungaji atupatie hata neno fupi la jioni ya leo kwa ajili ya kuagana mahali hapa. Alafu baada ya hapo mzee kiongozi utasimama na kusema kwa niaba ya kanisa la Waadventista Sabato Luguluni. Tunaenda. Asante kwa sababu
bado zipo, na najua pia kuna shughuli ambazo zinaendelea. Wewe binti, nani aliyekwambia kwamba ndio baraka mwisho kuongea? Kazi bado inaendelea. Nishaondoka. Nishaondoka kweli. Naomba niongee kitu kidogo ndani ya dakika 15 ama 10, alafu tutafanya ombi la baraka sote ili tupishe kwa matangazo machache kutokana na uimbaji pia. Baada ya kubariki sana. Nitazungumzia vitu tu vichache kama 7 kwa kuvitaja tu bila maelezo. Nitaelezea kidogo tu kipengele kimoja ambacho kinaweza kikakusababishia maombi yako yote ya siku 10 yasikiliwe hata moja. Nitazungumzia siri za maombi yenye kufanikiwa. Ziko nyingi, lakini kwa sasa nimezichambua 7 tu, na katika 7 nitafafanua moja tu, zingine nitakuwa nazitaja peke yake. Sasa ninasoma kauli za watu kama 5 tofauti wanaozungumzia habari ya maombi. Namba 1 anasema hivi, huyu anaitwa Richard Trench. Anasema maombi sio kutaka mapenzi ya wanadamu yatendeke mbinguni, ila ni kutaka mapenzi ya Mungu yatendeke duniani. Bwana Yesu asifiwe. Sio inaeleweka vizuri? Sio kumwamsha Mungu, ila ni kujiweka katika mapenzi ya Mungu. Mtu wa pili anasema hivi, omba mara kwa mara, kwani maombi ni kinga ya roho, kafara kwa Mungu na usumbufu kwa shetani. Hapa ni maombi. Yaani maombi ni usumbufu kanani? Unapofanya maombi ya mara kwa mara, shetani anakosa utulivu, unamsumbua. Huyu anaitwa John Munyani. Lakini mtu wa 3 anasema moja ya vitu vya maana tunavyoweza kufanya kama wazazi ni kuwafundisha watoto wetu nguvu ya maombi, na sio taratibu za kila siku za maombi. Tuwafundishe watoto wetu nguvu ya nini, na sio kaida ama taratibu za maombi, asubuhi usiku asubuhi, ila tuwafundishe pia nguvu ya maombi. Huyu anaitwa Tali Kaluska. Lakini mtu wanne anasema, anaitwa Lewis, ninaomba kwa sababu siwezi kujisaidia mwenyewe, ninaomba kwa sababu sina msaada, ninaomba kwa sababu ninayo mahitaji nyakati zote, nikiwa natembea, nikiwa nimelala. Maombi hayambadilishi Mungu, yananibadilisha mimi mwenyewe. Mtu wa mwisho anaitwa Peter Griffith. Anasema hivi, maombi kimsingi ni badiliko la nia au kusudi, ni kuinua moyo na nia kwa Mungu. Sasa baada ya kueleza kwa kifupi wana maombi ulimwenguni ambao wamekuwa na uzoefu mkubwa katika maombi, ni kupatia ya mambo 7 ya muhimu sana ili sije kufanikiwa katika maombi. Namba 1, omba kwa imani. Yaani katika maombi yako yote omba kwa imani.
kwenye Marko sura ya 11 aya ya 22 na ile aya ya 24. Sitaeleza kwa leo. Namba 2, kubali kusamehe, ambayo hii nimesoma kwa taelezea kidogo kwenye Marko 11 aya 25 hadi 26. Ninaomba nikufungue macho bado mapema. Bado tuna moto wa kutembea kwa imani na siku 10 za maombi. Kama kuna jambo moyoni mwako hujaliachilia kwa mtu yeyote, sahau baraka za Bwana. Yaani, awe mwanafamilia, awe mfanyakazi mwenzako, awe rafiki yako, ama ndugu mshiriki mwenzako, kubali kufanya nini? Kusamehe. Nawe utasamehewa na baraka za Bwana zitajaa kwa wingi maishani mwako. Nimekuwa na mshiriki wangu mmoja anasema ana miaka 3 hasalimiani na mtu kwa sababu walipishana. Katika siri ya maombi yanayofanikiwa, kubali kusamehe. Lakini 4, jambo la 4, ungama dhambi. Katika Matendo sura ya 3 aya 19 na 20. Lakini pia kwenye Mithali 28:13 nitainukuu, afichaye dhambi zake hafanya nini? Yaani ndio haitaki kwenda kusoma chochote cha teolojia. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata nini? Rehema. Ungama dhambi ni siri ya 4 ya maombi yenye kufanikiwa. 5, kumbuka kusifu. Enye Zaburi 22:25, kwako zinatoka sifa zangu katika kusanyiko kubwa. Sifu Mungu nyakati, wakati wote. Lakini 6, katika Samueli wa kwanza 12:23, ombea wengine. Maombi ya kuombea watu wengine ni moja ya siri kubwa ya maombi yenye kufanikiwa. Kile ambacho Bwana anakifanya kwa unayemwombea, anafanya na kwako pia. Mwisho, kwa mujibu wa Yohana wa kwanza 5:14, kubali mapenzi ya Mungu yatimizwe. Kubali, na huu ndio ujasiri tulionao kwake, yalikuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Na Warumi 8:27, Roho Mtakatifu naye waombea watakatifu kama apendavyo nani? Mungu. Kubali mapenzi ya Mungu yatimizwe kwa yale unayoyaomba na kuyahitaji. Ukiyajua hayo, neema ya Bwana ikapate kuwa pamoja nasi, na upendo wa Mungu Baba ukatufungamanishe kwa pamoja, na ombi langu la pekee kwa Burundi, ninawaombea sana kwa hii nguvu ya umoja ambao umeanza nayo. Ninawaombea sana vile vipaumbele vya kanisa la Burundi vikatimizwe kwa utukufu wa Bwana. Mimi nikija hapa nakuta kanisa linang'aa. Ukiangalia pale mbele wameshaweka kile sijui kinaitwa nini pale mbele, lakini ukiangalia hicho kina hadhi kubwa. Ukiangalia kanisa la watoto linakaa vizuri, hata kile kiweta cha mikutano mbalimbali pale nje
kitasimama na kujengwa vizuri. Hata bajeti ya kanisa haitasomeka kama ambavyo kiongozi wa wakili alivyoitaja pale mbele. Maana watu wa Mungu, tunapokubali Roho wa Mungu ajae kwa wingi ndani yetu, mali zinaletwa nyingi katika ghala ya Bwana hapa ulimwenguni. Mimi naona kabisa hata wazee hawatakosa usingizi kisa kuna mambo hayaendi. Mimi nawaombea mambo makubwa yakafanyike Nguruni, hata kama kwa mtu mmoja. Kama wengine watashindwa, hata ni mmoja hayo ambao mmeyaomba kama vipaumbele vya kanisa vikafanikiwe kwa jina la Yesu. Bwana tupatie afya njema. Bwana atubariki. Mliotoa shuhuda, Bwana awabariki sana, na shuhuda hizo basi ziendelee kuleta nguvu ya kusonga mbele kwa imani. Wagonjwa tunazidi kuwaombea, Bwana awaponya, tunazidi kuimarika. Mungu awabariki. Maneno haya machache, tutembee kwa ujasiri, maana Yesu yuko pamoja nasi. Tutembee kwa imani, maana Roho Mtakatifu yuko ndani yetu, nasi tutumike. Bwana amepanga katika maisha yako wewe unanisikia sasa, zile ishara na maajabu ambazo Roho Mtakatifu alijidhihirisha kwa mitume zikatokea, na watu wakaogopa, watu wakamheshimu Mungu, watu wakawapenda. Na itokee pia kwa Nguruni maajabu na ishara kuu zikadhihirishwe maishani mwenu kupitia jina la Yesu. Amen. Chagua wimbo mzuri kabisa wa beti mbili, alafu tusimame tuimbe kwa furaha, alafu tutapata ombi na baraka. Mtaacha hili jambo mikononi mwa wazee kwa ratiba nyingine iliyoko ndogo jioni ya leo. Mungu gani ambao unaupenda, ambao ni mzuri wa ushindi, amena furaha gani na ushindi. Tusimame. Beti ya kwanza na ya mwisho. aliyekuwa na daftari upande wa kule
Wale kanisa nasemaje kwa hapa pena. Ya, mimi naelewa mambo ya kinga na changamoto nyingi, lakini hawa watu wanatumia kwa kutumia kwa siku pia jioni hapa unapata vifungua kinywa. Bwana wabariki sana. Basi kanisa pia tunapoomba maombeni na Monica na msingi na Rehema ili ule muda waliotoa kuhudumia sote, Bwana awabariki zaidi. Basi tuombe. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante umekuwa nasi tangu Jumatano ya tarehe 7 mpaka leo, jina lako litukuzwe. Amen. Asante kushikilia uhai wetu, asante kushikilia uhai wa ndugu zetu na jamaa na marafiki. Baba, ninakushukuru kwa sababu ninaona umoja na ushirikiano mkubwa wa kanisa la Burundi. Uwatendee mema kwa utukufu wako. Yote ambayo tumeyaomba nataka kukulia Baba, wewe tembea na kila mmoja wetu kwa namna ya kipekee, kwa familia muumini moja mmoja, tukajitoe kwa namna isiyo ya kawaida. Akina mama hawa na wakabidhi mikononi mwako jioni ya leo. Yuko Mama Monica, Mama Rehema, na huyu pia mke na kiongozi wa huduma. Wote ninawakabidhi kwako, Mungu wangu, kwa ukarimu kwa kutoa muda na kufungua jikoni kwa ajili yetu. Baba, ninakuomba katika mianzo ya mwaka huu, yale wanayokuomba ninaomba kuwabariki kwa neno lako. Amina. Usiwapungukie, linda afya zao Mungu wetu. Bariki familia zao kwa huduma walioifanya wanapoingia katika kazi zao, pia ukawabariki Mungu wetu. Bariki pia waumini waliojitoa kuwezesha futari ya siku 10. Baba, wabariki waliojitolea. Asante kwa neema yako jioni ya leo tunapohitimisha Sabato, uimbaji na matangazo machache. Baba, tembea nasi kwa neema yako, kama tulivyotamka mchana kupitia neno lako, kwa sababu tumekwisha kuomba. Tunapoondoka sasa, kila mmoja ukamjaze hekima, tukatafute kwa bidii. Kama ni kazi tufanye kwa bidii, kama ni mabinti wawezeshe pia kujiweka barabarani. Sio kwamba wanajiuza, ila wakae mkao wa kuweza kuolewa. Lakini vijana wawezeshe kuonekana ni wanaume na sio wavulana. Lakini Baba, kwenda kutafuta, iwe ni ajira, iwe ni kilimo, iwe ni ufugaji, iwe ni ujasiriamali, iwe ni ufundi wa aina yoyote. Baba, tutakapopisha, maana sasa tunaenda kutafuta, na ili tunapisha baraka ukatufungulie kwa kila mmoja wetu. Sasa kupokea maombi yetu jioni ya leo, naomba na kuamini kupitia jina la Yesu. Amen. Baba, tubariki, ninawatakia baraka za Bwana na Mungu awabariki. Asante sana mchungaji kwa neno hilo ambalo umetupatia jioni ya leo. Tunashukuru kwa kutuombea ili mipango yetu ya kanisa ya mwaka huu 2026 tufanikishe kwa kiwango kikubwa tukiongozwa na Mungu. Na sisi tutawaombea watu wa Kimongo, tutawaombea kama jinsi ambavyo
mtatuombea sisi. Lakini mchungaji asubuhi alisema kwamba ukialika kwaya watakuja na tutajifunza kabisa vizuri kuzishika maiki. Tutakuja na kwaya, wazee wa kanisa tutasindikiza kwaya yetu itakayoimba. Tutakuja ili vijana wa kule waone mabinti zetu, na sisi tukaone wa kule. Wenda ikawa Mungu akafanya jambo mwaka huu, tukafunga ndoa kati ya Kingongo na Lugulu. Sasa tunapoagana, basi nawaombea baraka za Bwana zienende pamoja na nyinyi, mfike salama. Na niwahoji sasa washiriki wa Lugulu, wangapi wanatuma salamu kwa wapendwa wetu wa Kingongo? Mchungaji angalia mikono hiyo. Watu wa Lugulu wanatuma salamu nyingi sana kwa wasafiri wenzetu wa mbinguni wa kule Kingongo. Fikisha salamu zetu, na sisi tutafikisha salamu zako kwa mchungaji wetu Charles Njema. Niliongea naye, amesema nikupe salamu hizo. Tunapofikia mwisho sasa, kama mzee wa zamu, na tangazo lolote kabla hatujatoka, natambua kama mzee Benda ndio unaanza zamu. Lakini tangazo moja ambalo nilisahau nikumbushe, hizi tulivyofunguliwa katika siku 10 hizi za maombi, tukajaa kwa wingi wetu katika kanisa hili. Jumatano nabarika tena tuwepo. Jumatano tujae kama tulivyokuwa tunajaa. Jumatano tujae kama tulivyokuwa tumejaa. Ijumaa tujae kama tulivyokuwa tumejaa, ili tuendelee na hili baraka katika mwaka wa 2026. Mungu atubariki sana. Karibu Monica kama